kwa vigelegele rais wa Jamhuri ya Kenya. Aya, asanteni sana. Tafadhali tuketi. Mwenyekiti wa halmashauri ya usimamizi wa university yetu, viongozi wetu wenzangu, wananchi wa hapa na wanafunzi, ya mjambo. Muriakoliae. Mirembe. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike katika university yetu hapa ya Lupe. Nimejaribu muda mrefu sana kufika hapa. Kulikuwa na wakati nilikuwa nimepanga kuja hapa mwaka wa 2021 lakini haikuwezekana. Lakini leo nimefurahi sana kufika katika university hii ya Lupe hapa Busia. Mimi nataka niwaambie pongezi kwa ile mambo naona yanaendelea hapa katika university hii yetu hapa Busia. Na nimefika hapa leo kujionea na macho ndio nijue tutafanya nini pamoja. Mimi nataka kwanza watu wa Busia ni washukuru, watu wa Teso ni washukuru kwa sababu ya kura zenu, kwa sababu ya kutuombea. Na mnajua sisi wote sasa mambo ya uchaguzi tumemaliza, si namna hiyo? Tumechagua MCAs, tumechagua bunge, senator, governor na mmechagua rais. Sasa ile kazi imebaki ni kazi ya wananchi. Na ndio nimekujia hapa katika Busia County siku ya leo. Nimeanza asubuhi huko kwa maneno ya blue economy, ile kazi tunafanya sehemu ile. Kuna landing site tumejenga in the last 7 months, tumekamilisha. Leo tumekuja kuianzisha ya karibu milioni 130 na sasa itatumika. Tumehandover kwa county waweze kuendesha na wavuvi wa sehemu hii. Hapa vile vile nimekuja kuhandover hospitali ambayo tulijenga section ya Busia Hospital, ili sasa mnaweza kutumia kwa mambo ya matibabu ya county yenu. Na pia nimekubaliana na governor wenu ya kwamba ile section ya dialysis ambaye haijakuwa operationalized na section ingine ya ICU ambaye haijakuwa operationalized, nitamsaidia na madaktari ndio tuweze ku operationalize in the next 1 month ndio iweze kufanya kazi. Watu wa Busia hamuna haja tena ya kwenda Kisumu ama Eldoret ama Bungoma. Sasa mtakuwa na mambo yenu ya dialysis hapa Busia, na mambo ile ingine ICU facility pia itafanya kazi hapa Busia. So tunataka tushirikiane namna hiyo, kwa sababu Kenya hii tunataka tuibadilishe kwa miradi na mipango ya maendeleo. Mimi nimefika katika university hii na nilikuja hapa makusudi kwa sababu najua university hii bado tuko na changamoto nyingi. Ni university changa na bado kuna sehemu kubwa mnataka usaidizi wa serikali. Vile nimeona hii ndio university ya kwanza mahali barabara ni ya vumbi. Sasa hapo sasa si ni kweli? Sasa nimeona muko na historia kweli. So kwa sababu nimefika hapa, nitatoa milioni 100 tujojengee mabarabara. Hii barabara kutoka huko barabara, naona barabara yenu ni nyembamba, tutatengeneza ikue pana, na pia tutawatengenezea barabara za hapa hii ikae kama university. So hizi barabara zenu nimemwambia Vice Chancellor atafute architect achore vizuri ikae mrembo, ndio nikuje nipange vile itajengwa. Vile vile ninaona bado facilities yenu iko chini. Nimemwambia waziri Bwana Machogu tuwatafutie milioni 200 ingine tuweze to improve the physical infrastructure of the university, ndio tuinue kidogo hali ya university hii kwa manufaa ya wanafunzi wa hapa, na vile vile katika ile kusukuma university yetu iweze kupanda ngazi na kuonekana kama university ambaye itatusaidia kama taifa letu la Kenya. Vile vile nimeambiwa hapa matatizo ni kwamba wanafunzi wengi
hawana mahali ya kuishi, wanaishi mbali, saa zingine wakitembea giza, sijui namna hii. So nimeambia wizara pia, and Bwana Vice Chancellor, I have told the PS, Mr. Alex Wachira, the PS for Energy, akuja aweke street lighting kutoka barabarani mpaka hii mahali yote hapa, ndio hawa watu waweze kuishi mahali kuna mataa ya kutosha. Si namna hiyo? Alafu pia nimeambiwa ya kwamba wewe Vice Chancellor unaandika hiyo maneno. Nimeambiwa pia kuna hamuna hostels. Hostels ziko na matatizo. Wanafunzi wengi wanaishi msituni huko kichaka, mahali saa zingine wanatekwa nyara, wanafanyiwa maneno. Sasa na hiyo si mzuri. Na hiyo si na hiyo si mzuri, si ndio? So nitatumana hapa wizara yetu ya housing tuwajengee hostels 2,000 ya wanafunzi, facilities ya hostels, and I want that project to start before the end of this year so that we can complete it in the next 1 year. So tatafuta kama shilingi bilioni 2 ya mambo ya hostels ya University ya Alupe, ndio tuhakikisha kwamba tunasukuma hiyo maneno mbele. Tumekubaliana? Tunaelewana namna hiyo? So hiyo ndio mambo ya maendeleo ya hapa ambayo ningependa kusema, kwa sababu sisi tunatambua kama serikali umuhimu wa elimu katika taifa letu la Kenya. Ndio sababu katika budget ya mwaka huu tumeweka pesa shilingi bilioni 630 ya kusomesha watoto wetu kutoka primary school mpaka university. Na kwa sababu elimu ni ya muhimu, that is why we want to equip every young person in Kenya. Every child in Kenya must not be left behind. Na ndio sababu vile vile tumebadilisha mfumo ya masomo katika university. Ile pahali tulikuwa tunatoa capitation to the university, now we are changing, we are going to be giving scholarship to every student. Na tumeongeza pesa ambayo itakuja katika university. We were underfunding our universities by almost 50%. So this year again we've made a policy decision that we are now going to be funding universities from a budget of 44 billion. We have now increased to 82 billion that will go to our universities so that all our children in our universities can have adequate resources and lecturers can be paid and all other bills can be paid so that the quality of education in our universities can improve. So tutashirikiana hivyo, tutafanya kazi pamoja na wale wanaosimamia university kama hii na wale wengine wote katika taifa letu la Kenya, so that as a country we can continuously sharpen and improve the quality of the human capital that comes out of our learning institutions. Na vile vile tumekubaliana ya kwamba we need to have a plan, na ndio tumeweka katika mpango yetu ya vile wanafunzi wakitoka shule, wengine wakitoka college, wengine wakitoka university, pia tuko na mpango ya ajira kwa wanafunzi wetu. Nimeeleza watu wa Busia vile tumepanga mambo ya ajira, ya affordable housing, ya county aggregation industrial park, ya special economic zone, ya digital jobs, na hiyo ecosystem yote ya value addition, agro processing, value and also manufacturing. That whole space is because apart from making sure that we have a plan on the education of the children of Kenya, we must also have a plan on how to expand opportunities for the young people of Kenya to get jobs, to engage in enterprise, and to meaningfully contribute to the building of the economy of Kenya. So tutashirikiana namna hiyo, na nimefurahi sana kufika hapa Busia siku ya leo. Nitarudi hapa tena kwa sababu bado tuko na shughuli nyingi ambayo tunafanya pamoja na watu wa kaunti hii.
Sitaki kusema mambo yale mengine mengi kwa sababu bado niko na shughuli. Ninaenda kuanzisha program ya housing kule Kakamega vile vile, because it is the opportunity that we have to grow job opportunities in Kenya. Mimi nataka niulize walimu, na mimi naona walimu wako hapa, ndugu zangu walimu, wapigie makofi hao walimu, viongozi wa walimu. Tumefanya ukarabati kwa sababu ya kutambua umuhimu wa elimu. Mwaka huu, in the last 8 months, tumeajiri walimu wapya Kenya 56,000 new teachers to assist our learners and our children in school. Na vile vile tumepangia hawa maneno yao. Nimeweka pesa karibu bilioni 1 ya promotion ya teachers. Teachers have not been promoted for the last 12 years, almost 13 years. Mwaka huu tumeweka pesa ya promotion ya walimu hawa. Pia tumeongezea hawa maneno kidogo kidogo wakae chonjo. Sasa nyinyi, nauliza walimu wa Kenya wamalizane na Teacher Service Commission. I have already told the Teacher Service Commission wasign CBA na walimu ndio tuendelee bila ya matatizo. Hatutaki kusumbuana. Sisi tumekubaliana. Hawa walimu hawakuniuliza ati tuwaongezee mshahara, mimi niliamua mwenyewe. Hawakufanya maandamano. Si ndio? Hawakufanya maandamano tukaongeza walimu 56,000. So tunataka tuwe ni nchi yenye utaratibu, ni nchi yenye heshima na amani. Hatutaki kuharibu nchi yetu. So that is the place we want to work together as we work towards one united nation. Kwa watu wa Teso South, mahali ya dada yangu Mama Mary Emase, na washukuru sana kwa kunipatia huyu mama awe mjumbe. Na tulikuja tukamaliza ile technical training college yenu hapa. Tumejenga ile technical training college ya Teso North, nilifanya hiyo kazi na Arthur Odera ambaye ni deputy governor wetu leo wa hapa Busia. Tumefanya kazi nyingi hapa. Hii barabara mimi ndio nilikuja kuianzisha, tumeitengeneza, tumeweka lami, lakini nyinyi mko sijui na maneno kidogo. Mimi nilikuwa naona hapa baada ya mimi kufanya hiyo kazi yote, siku ya kupiga kura mlinipatia kura 3,000. Ile mtu ya maandamano mkapatia kura 40,000. Si nyinyi mnatosha kustakiwa kwa Mungu? Nyinyi wao kustakiwa kwa Mungu nyinyi. Yaani sasa nyinyi, mimi nataka niulize nyinyi watu wa Busia hii na watu wa Teso. Hii Teso yote mpaka huko North nilipata kura 7,000. Na mimi ndio nimefanya kazi yote hapa. Mimi nimejenga barabara, nimejenga TTI, nimejenga shule, nimejenga nini. Ule mtu ya kitendawili hata darasa moja hajawahi kujenga. Mpaka nimeanza kushangaa ama mimi ndio nawasumbua na maendeleo. Pengine nyinyi hamtaki maendeleo. Mnataka tu mtu ya hadithi, kitendawili. BBI, rege, Anyway, maneno yenu nitapeleka kwa Mungu. Ama mnasemaje? Lakini unajua naye Mungu anajua kupanga. Hata saa ile hamjanipigia kura, mimi nashinda. Mnaona ile punishment mnapata? Sasa mtu mmeng'ang'ana kumnyima kura anapita. Sasa mnaona ile hasara mko naye. So otherwise mimi nataka niseme asante sana. Mimi nimefurahi kufika hapa nyumbani leo na mimi nitarudi tena. Mimi si mgeni kwenu, si ndio? So asante sana.